Unazani nitakukamata eh? Unaniumiza bati. Na humbika nini? Usiniletee hizo pigo. Nataka 2,000 yangu. Inaniuma kilo nani kwa mwanangu isichanganyikiwa, nataka 2,000 yangu. Kwa hiyo wewe, yani mimi nagombana na rafiki yako hapo umekaa unaniangalia. Hebu mpenzi wangu subiri kwanza. Hebu tuliza munkali. Sawa. Hata kama ungekuwa ni wewe, yule pale ni rafiki yangu. Sawa? Na wewe ni mpenzi wangu. Yaani nilichokifanya mimi niko sawa 100%. Sijataka kuonyesha upande wowote kwa sababu wewe mpenzi wangu nakupenda na yeye ni rafiki yangu, tumetoka mbali. Ndio maana nikaamua kuna katikati. Sasa kosa langu mimi hapo liko wapi? Au umezoea tu kunilaumu kila siku Aileen? Kwa hiyo kama rafiki yako, wewe huwezi kuingilia ugomvi. Yaani wewe nishakujua. Wewe mnafiki sana wewe. Ukiwa na shida zako huko aje zimekubana umekuja. Nataka mapenzi bebi wangu. Lakini kwenye mambo kama haya mimi napotafutia ugali wangu hata unisaidii. Mimi nimekuambia hili kwa nia njema tu Aileen. Yaani sio kutaka hapa tuanze kupiga na makelele, tuanze kugombana. Hapana. Basi kaa hapo tuzungumze Aishi baby. Ati ndio tukaa hapa tuzungumze. Mimi sina huo muda mchafu na hivi vitu vya rafiki yako unachukua. Fanya hivyo basi. Usichanganye. Yaani wanawake wa mjini bwana. Yaani kama wanawake wenyewe wako hivi, wote wako hivi. Kia Mungu hatuwezi kuwa mjini. Yaani mwanamke anabubwa. Hapa. Wala kutembea na hawa wala mihogo. Ndugu yangu. Hebu nipe kwanza taarifa kuhusu ile dawa. Kwa hisi ulivyoitumia. Wewe unataka taarifa gani? Taarifa mzuri bwana, dawa nimeitumia. Kweli nimefanya kazi kweli. Sikia bigi nikwambie. Wewe usinifanye mimi mtoto. Na tena wewe usinifanye mimi mjinga. Wewe unauliza maswali gani kuhusiana na ile dawa? Hali yako unajua kabisa umenipa kitu sio. Ndugu yangu, nawezaje kukupa dawa ambayo sio? Ile dawa mimi naiamini sana. 100%. Ile dawa iko vizuri. Sasa leo hilo kuja kuniambia dawa iko vizuri kweli? Mkude, unajua tuko barabarani, sawa? Na kama unajua tuko barabarani, usitaki kuanzisha kuleta watu hapa, sawa? Ndugu yangu, mimi nawezaje kukupa dawa feki wewe? Wewe mimi ni familia. Na kama utasema ile dawa ni feki, itakuwa basi kuna vitu kidogo nimechanganya. Lakini naamini kabisa ile dawa ni yenyewe. Oya bigi, nitakutoa upepo sasa hivi. Usione minyama yako wewe kadhani mimi nakushinda na kuweza ujue. Sasa kaka, samani. Huko kote tunafika mbali sana. Kwa hiyo yani unataka kunitoa upepo kisa 1,000. Basi kama unikodishia 1,000 yako. Sikia bigi nikwambie. Yale mazingira kama ulivyonipa siku ile. Lakini mwisho wa siku nimeenda nayo ghetto, alafu mchumba hajatokea kabisa unajua. Mwisho wa siku kaniletea shida pale mwanangu. Ndugu yangu bwana, unajua ulishanitoa kwenye mifumo. Yaani ndugu yangu ulishanitoa kwenye mifumo. Yaani roho yangu ilikuwa inanipiga sana. Yaani nikasema kwamba huyu jamaa atanifanya kitu gani hapa? Sawa. Sasa kama ni shida ni hiyo, wewe ndio mwenye makosa. Sawa. Wazako wanatumia dawa wakati mwanamke yuko ndani. Uweze kutumia dawa mwanamke yuko pembeni. Madhara yake ndio hayo sasa. Sio makosa yangu ndugu yangu. Sasa bigi, kwa nini haya yote kunielekeza? Sikia nikwambie bwana. Wazungu wanasema shake before use. Wewe umeuse kabla ya kushake, sasa ndo nini? Ndugu yangu, tunakosana Kiswahili kama hiko. Nishakwambia kila siku, Kiingereza mimi siwezi. Shake biwazi mimi ndo maana yake nini sasa? Sielewi maana yake. Unaweza kuniambia shake biwazi maana yake nini? Bigi sikia nikwambie. Tatizo wewe kidumu na mpagio, ungekuwa ushanielewa. Maana yake ungeniambia matumizi kabla ya kutumia. Sasa wewe mwisho wa siku nimetumia afu ndo unanipa matumizi. Sasa ndo natakiwa ongea Kiswahili sasa. Alafu tabia kuniambia mimi kidumu na mpagio sikali. Sikia ndugu yangu nikwambie. Kimaanishi hivyo. Ila wewe ulitakiwa kuniambia matumizi kabla mimi kutumia.
Mwisho wa siku hujanipa matumizi. Nimeenda kule nimefanya vitu vyangu, nimepata tabu najua pale. Mwisho wa siku nikasielewi sasa nafanyeje. Lakini wewe bwana wewe. Nakushauri jambo. Sasa hapo unanishauri nini? Na kati tayari mimi mzio nishaumbuka. Nishakuwa goba tena Mangundende. Vipi sasa hapo? Uko tayari kushauri? Wewe nipe ushauri. Sasa kwa kuwa ile dawa ushaitumia tayari na ishakuletea madhara kama hayo, fanya kitu kimoja. Kuanzia sasa anza kutumia nazi, korosho, karanga, miogo na vitu vingine. Hali yako itarudi kama kawaida. Sasa kama karanga natumia kila siku, nakula viazi mviringo, viazi vitamu, sijui mango yale, mango piko, sijui yote natumia. Lakini mwisho wa siku hali inakuwa kama ile. Sawa, lakini pia mwenyewe ni una matatizo. Mwenzako Yuzo anatumia vizuri. Shida yako una akili. Yuzo ana akili. Dawa yake anaitumia vizuri. Ana shida yoyote. Ndio maana kila siku anakuja kuifuata. Anapewa mavulana, anapewa sijui nini. Wewe una akili. Sikia nikwambie. Yuzo wewe mwenyewe Mangundende goba kama mimi. Yuzo yule pale kitambu mpapilo yule pale. Bado anachanganya sana. Kati yako wewe na Yuzo, nani Mangulele? Nani ngomba? Nani kitambi mpapilo? Ndugu yangu, wewe ndio kitambi mpapilo. Yuzo mwenzako anajitambua. Sikiza kitu kimoja. Unanicheleshea muda. Tutaongea wakati ujao. Tulia. Aileen, nimekuita hapa na muongeze na wewe. Haya, nakusikiliza. Muongeze na kusuni. Yaani naomba uniweke tu wazi pia kweli. Kwa sababu sielewi. Mara ya kwanza umenisemea kimafumbo. Mara ya pili umenisemea kimafumbo. Alafu nakaa na mawazo. Sielewi na maana gani. Hebu niambie kitu gani ambacho nakifahamu kuhusu mimi? Hamna chochote. Mimi nilikuwa nakupa challenge kufanya ubongo wako wewe ukae sawa. Maana nilikuwa nakuona unakaa kama kuku wa kufugwa mle ndani. Upo tu kama bogas. Yaani nakuona mpweke mwenyewe. Unaniambia masuala ya challenge. Challenge ndio nini bwana? Challenge maana yake chemsha bongo. Nilikuwa nataka niuchemshe ubongo wako. Angalau na wewe uwe unafikiria. So unaona hivyo unavyokaa unafikiria. Angalau sasa mimi najisikia. Kumbe hata huyu mtu ana kitu cha kufikiria. So unakaa kizembe tu hapo. Kwa hiyo mimi nimekaa kama kuku bandani, yani kifupi nafugwa nyumbani. Sasa wewe Clever, hapo unachokasirika nini? Wewe hujafungiwa pale. Shemeji ya kuweki ndani pale. Unakula kwake, unavaa kwake, kila kitu kwake. Ndio maana mimi nikaona niwe nakupa challenge kakaangu. Angalau hata ubongo wako ufanye kazi yani. Niko naona umekaa kama bwege tu. Sasa wewe shemeji yako sawa, mimi yule kaka yangu hata kama nalishwa nafanyaje nyumbani, na kingine wewe mwenyewe unaniona naenda kufanya kazi. Tunaenda kukata mkaa, tunauza kuku, tunafanya kazi kibao sana. Tunapata pesa ya kula. Na kingine, hivi mara ngapi utanifumbulia mafumbo ambayo unanifumbia kila siku? Nakuomba niambie kila kitu. Kama kuna jambo umesikia huko mtaani, kuna jambo umeliona, umelisikia hata nyumbani, dada yako akakuhadisia labda, niambie basi mimi nijirekebishe, mwisho akanikuta mabaya. Hamna chochote ninachokuficha na hamna chochote ninachokijua kuhusu wewe. Mimi nilikuwa tu nakupa chemsha bongo. Basi, ila kama umenifikiria vibaya, sina maana mbaya na wewe. Vipi? Mbona hauna viatu? Hebu kwanza tuingie ndani basi mke wangu. Tuingie ndani vipi? Mbona unavuja unajashwa hivyo? Mpigana na mtu au kuna msiba ulipotoka? Tuingie ndani. Kwani kuna kitu ambacho kizungumziki mke wangu? Basi kwa mwelewa. Naomba basi tuingie ndani.
Tuingie ndani vipi? Ongea hapa. Umepatwa na nini kwani? Basi nielewe basi, hem tuingie basi ndani. Haya sawa, twende. Shemeji, mimi nilikuwa na shida. Mwenzi ushanga wangu imekatika, nilikuwa nataka uende ukanisaidie kuifunga. Shemeji, nishikilie, jiheshimu, sijui umenielewa? Lakini shemeji, shanga ikikatika niwe na nishinda hata kwenye kufunga ile. Lakini wanaume wanaweza wanaifunga vizuri, alafu kishifunga ile kuna ile kuunguza kwa kibiliti. Mimi mikono yangu milaini na ogopa. Sasa mbele jamani. Sasa Irene, mimi nafikiria hadi hapa imetosha. Hichi kipande kilichobaki naweza nikafika tu mimi mwenyewe nyumbani. Unaweza tukarudia hapa. Haya sawa, hakuna shida. Ila leo kuna surprise nataka nikupe. Ka surprise gani yako jamani? Unakumbuka pale tulivyopita kwenye migomba Pale kwenye migomba bwana, wakati wa kurudi kuna kitu utakikuta pale kizuri sana, nafikiri utakifurahia. Na na imani hicho kitu kitakufanya utamani kuja kwangu kila siku. Sawa. Wenda tafuta janga, wataacha umalaya. Hawana stara, hawana ustarabu, watole wapi aibu. Eti na bado wako shule, wanagonganisha mabwana, kijiji kimechafuka. Hawayaogopi maradhi, ilo kwao sio shida. Hapa kijijini watoto wa mjomba, watoto wa mjomba wamezua bala. Watoto wa mjomba, watoto wa mjomba umalaya, udanganyi ndo kazi yao. Watoto wa mjomba, watoto wa mjomba heshima haipo ndani yao. Watoto wa mjomba, watoto